Ifuatayo ni tafsiri ya Kiswahili ya majibu ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, alipohojiwa na mwandishi wa kituo cha habari cha Al Jazeera. Oman imefanya kila ililoweza kuishawishi Marekani kuacha mpango wake wa kuishambulia Iran kijeshi. Lakini jitihada za Oman na nchi nyingine za Mashariki ya Kati zimeshindikana. Tunakabiliana na kitendo kingine cha uvamizi bila sababu. Kitendo kikubwa cha uvamizi tulichofanyiwa wa Iran, na tuna haki kamili kulingana na sheria za kimataifa na katiba ya Umoja wa Mataifa kutumia nguvu zote kulinda nafsi zetu. Hivyo ndicho kinachofanywa na vikosi vyetu vya silaha kwa sasa. Wanaolinda uhuru wa taifa na mshikamano wa ardhi ya Iran dhidi ya kitendo hiki cha kikatili cha uvamizi. Tunaelewa kuwa nchi yetu ilikuwa ikishiriki katika mchakato wa kidiplomasia, lakini kilichotokea leo, je, tunaweza kusema ni mwisho wa matumaini ya njia za kidiplomasia? Hii ni mara ya pili ndani ya mwaka mmoja tu ambapo diplomasia imetumiwa vibaya na Marekani. Tulikuwa tukijadiliana. Tulitarajia kukutana Jumatatu ili kuzungumzia masuala ya kiufundi kuhusu makubaliano yoyote yanayoweza kuhusiana na masuala ya nyuklia. Na Marekani wenyewe walithibitisha kuwa mazungumzo hayo yamekuwa na mafanikio makubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Oman aliyekuwa mdhamini wa mazungumzo haya alieleza kuwa awamu hii ya mazungumzo ilikuwa na maendeleo mazuri. Lakini ghafla, kama mnavyoona, Marekani na Israel wanatekeleza uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran. Hii si tu kashfa ya kidiplomasia, bali ni kashfa ya kuangamiza imani ya nchi za kanda hii. Ni kashfa kwa mfumo wote wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu msingi mkuu wa mfumo wa UN, yaani katiba ya Umoja wa Mataifa, unakubali matumizi ya nguvu kwa sharti maalum. Kwa mara ya pili katika miezi 9 iliyopita, Marekani kama mwanachama wa Baraza la Usalama inatekeleza kitendo cha uvamizi dhidi ya mwanachama mwingine wa Umoja wa Mataifa. Hivyo basi, kinachokinzana sio tu usalama na amani wa kanda hii na ile ya Iran, bali pia ni misingi yote ya sheria za kimataifa na mfumo wa maadili unaoundwa na katiba ya Umoja wa Mataifa. Tunaamini kuwa uvamizi huu umelenga kusukuma ajenda za Israel na sio mahitaji wa Marekani. Vita hii haipo kwa ajili ya manufaa ya Marekani, ni kinyume na matamanio yao. Hili ndilo walioamua kufanya, na nadhani matokeo yake hayatakuwa mazuri kwa kila mmoja. Kama nilivyosema hapo awali, mfano shambulio la mapema asubuhi limewaua watoto 60 wa kike katika shule ya msingi na wengine 70 wako chini ya mabaki ya majengo yaliyoangukia. Akijibu swali la mwandishi wa habari wa Al Jazeera kuhusu hatua itakayofuata na mahusiano ya Iran na mataifa ya Ghuba, Baghai amesema jitihada za kidiplomasia zinaendelea, lakini tatizo ni Marekani ambayo imefanya kitendo cha uvamizi ambacho kinamgharimu kila mmoja wetu, ikiwemo mataifa jirani. Katika sheria za kimataifa, mahali popote msaada wa logistic unapotolewa kwa mvamizi unazifanya nchi nyingine kushambuliwa. Kwa hiyo hatupigi nchi yoyote katika ukanda huu. Irani ni rafiki wa nchi zote katika ukanda huu. Tunachokifanya ni hatua ya kujilinda. Tunajilinda dhidi ya Marekani na taifa dhalimu la Israel. Na unajua, kambi nyingi za Marekani zilizopo katika mataifa haya zipo chini ya Marekani na wanazitumia vibaya kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya nchi nyingine katika ukanda huu.